Daehyun alishtuka zaidi alipoambiwa kuwa baada ya busu lile la kwanza, Yoo-jung hakumbusu mtu mwingine yeyote tena, na lile ndilo lilikuwa busu lake la mwisho hadi sasa. Ukweli huo ulimtikisa sana Daehyun moyoni. Katika wakati wa sasa, Daehyun anajipanga kisaikolojia na kuamua kuwa amefika dukani kwa nia ya kumfukuza Yoo-jung kazi. Lakini kabla hajatekeleza hilo, Yoo-jung anamuona Daehyun na anamkaribisha kwa ishara za furaha. Anaendelea kufanya kazi kwa bidii na anaonyesha kuwa siku hiyo wateja walikuwa wengi na mauzo yaliongezeka sana. Daehyun anaingia ndani ya duka akiwa na hasira, akiamini kuwa kilichotokea jana kilikuwa kosa kubwa. Anamlaumu Yoo-jung kwa kuwaruhusu rafiki zake kuja dukani na kuchukua bidhaa bila kulipa, na anatumia hilo kama sababu ya kumfukuza kazi. Yoo-jung anajitetea kimatendo kwa kuonyesha kuwa kila kitu alichochukua kililipwa. Daehyun anapochunguza zaidi, anagundua kuwa pesa zote zilikuwepo. Anapochomeka mkono wake mfukoni, pesa nyingi zinatoka, jambo linalomshangaza sana. Hapo ndipo ukweli unawekwa wazi kuwa rafiki zake Yoo-jung waliweka pesa hizo mfukoni mwa Daehyun wakati alikuwa amelewa, na wakati huo alikuwa akicheza dance kwa aibu kubwa. Kwa sababu alikuwa amesahau kabisa tukio hilo, Daehyun anajisikia aibu sana. Baadaye, rafiki zake Yoo-jung wanamtumia video inayoonyesha Daehyun akicheza dance ile ile dukani. Wakati huo, Daehyun yupo nyumbani akiwaza Yoo-jung alikuwa anafanya nini dukani. Anaamua kuangalia kamera za usalama na humo anamuona Yoo-jung akiwa anacheza dance ile ile aliyocheza yeye. Hilo linamshangaza sana na linamfanya atabasamu kwa mara ya kwanza kwa furaha ya kweli. Katika taswira ya kimawazo, inaonekana kana kwamba Daehyun na Yoo-jung wanacheza pamoja kwa furaha na wanakisiana, lakini tukio hilo linaonekana kuwa ni ndoto ya Yoo-jung tu. Baada ya hapo, wanaume watatu wanaingia dukani. Wanazungumza kwa dharau na kumfanyia Yoo-jung vitendo vya kumdhalilisha hadi kufikia kumrushia pesa. Ingawa Yoo-jung anahisi hasira kali moyoni, anajizuia na kutulia ili asisababishe matatizo kwa Daehyun au kuharibu hali ya duka. Baada ya muda, wale wanaume watatu wanamaliza kula, lakini wanaondoka bila kusafisha meza, jambo linalomkasirisha sana Yoo-jung tena. Hata hivyo, anajizuia na kutulia. Siku inayofuata, Yoo-jung anakuja dukani akiwa amependeza na amevaa vizuri sana. Daehyun anamwambia kuwa kuna kifurushi kitafika dukani siku hiyo na yeye ndiye atakayepokea. Yoo-jung anataka kujua kilicho ndani ya kifurushi hicho, lakini Daehyun anakataa kumwambia. Baada ya kumtazama, anasema kuwa leo anaonekana tofauti sana na anaamini wateja wengi watakuja dukani siku hiyo. Anamwekea changamoto kwamba wateja 200 wanapaswa kufika dukani siku hiyo. Yoo-jung anakubali changamoto hiyo, kisha Daehyun anaondoka. Mara tu baada ya hapo, rafiki wa Yoo-jung anayeitwa Hwang anafika dukani. Yoo-jung na Hwang wanakaa pamoja na kuanza kuzungumza. Wakati huo, wateja kadhaa wanaingia dukani na inabainika kuwa ni wale wanaume waliokuja usiku uliopita na kumsumbua Yoo-jung. Siku hii pia wananunua bidhaa zenye thamani ya yen 1000 tu, lakini wanaiba bidhaa nyingi zaidi na kuondoka. Yoo-jung anawaona waziwazi wakifanya wizi huo, jambo linalomkasirisha sana. Hwang anajaribu kumtuliza, lakini Yoo-jung anamwambia Hwang akae aendeshe duka kwa muda mfupi, kwani yeye anarudi mara moja. Baada ya kusema hivyo, Yoo-jung anaenda kuwafuata wale wanaume watatu na kuwadai walipe vitu walivyoiba na kuacha tabia ya wizi. Wanaume hao wanakataa kabisa, hali inayomfanya Yoo-jung azidi kukasirika. Kwa hasira, anaanza kuwapiga. Wakati huo, Dalshik alikuwa anapita karibu na eneo hilo, akaona tukio lote na akalirekodi. Yoo-jung pia anagundua kuwa Dalshik anamwangalia. Dalshik alikuwa tayari kumpigia simu Daehyun na kumweleza kila kitu alichokiona, lakini Yoo-jung anapomkaribia, Dalshik anaogopa na anaanza kusema kuwa hakuona chochote. Yoo-jung anampa onyo kali Dalshik kwamba akimweleza Daehyun chochote kuhusu tukio hilo, itakuwa na madhara kwake. Katika tukio linalofuata, Daehyun anakuja dukani na anakuta kifurushi kilichokuwa kimetumwa. Anapokifungua, anakuta ni sweta. Wakati huo huo, Daehyun anapigiwa simu na Yeonju na wanaanza kuzungumza. Yoo-jung anaona mazungumzo hayo na anakasirika sana. Katika mazungumzo hayo, Daehyun anataja kuwa kesho ni siku ya kuzaliwa ya baba wa Yeonju na anaeleza kuwa anatamani kukutana naye ana kwa ana ili kumtakia heri ya siku yake ya kuzaliwa. Pia anaeleza kuwa amenunua sweta kama zawadi kwa baba yake. Yeonju anamweleza kuwa afya ya baba yake si nzuri, hivyo wanapanga kusherehekea siku hiyo kwa utulivu nyumbani. Daehyun anasikitika na anaonyesha huzuni kwa sababu hata mwaka huo hataweza kukutana na baba yake. Yeonju anaomba msamaha na anamhakikishia kuwa atamjulisha na kumtambulisha kwa baba yake siku nyingine ijayo. Katika tukio linalofuata,
Dae-hyun anamuita Yoo-jung dukani mapema asubuhi. Yoo-jung anashangaa kwa nini ameitwa mapema siku hiyo. Dae-hyun anamweleza kuwa ana mkutano wa marafiki wa zamani unaomhitaji aende. Yoo-jung anamwambia kuwa kesho hataweza kuja kazini kwa sababu ana mipango yake binafsi, na Dae-hyun anakubaliana na hilo. Baada ya hapo, Dae-hyun anaenda kwenye mkutano huo wa marafiki ambapo anakutana na marafiki zake wa zamani. Marafiki wote wa Dae-hyun wanajua kuwa anampenda Yeonju, ambaye anatoka katika familia tajiri. Rafiki yake mmoja anamshauri afunge ndoa naye haraka kabla hajabadilisha mawazo. Baada ya mazungumzo hayo, Dae-hyun anaelekea chooni. Akiwa ndani ya hoteli hiyo hiyo, anamuona Yeonju akiwa pamoja na familia yake, na yupo pia Jo-sun ambaye ni mkurugenzi anayemfahamu Yeonju. Jo-sun anamzawadia baba wa Yeonju sweta ya chapa ile ile ambayo Dae-hyun naye alikuwa amenunua kwa ajili ya zawadi ya baba yake. Hali hiyo inamfanya Dae-hyun ajisikia vibaya sana, hasa kwa kuwa Yeonju alikuwa amemwambia kuwa wangesherehekea siku ya kuzaliwa ya baba yake kwa utulivu nyumbani. Baadaye, Yeonju na Jo-sun wanaonekana wakitazama albamu ya picha za familia pamoja, na inabainika kuwa wamefahamiana tangu utotoni. Pia inafichuliwa kuwa Yeonju bado hajawaambia wazazi wake kuwa ana uhusiano wa kimapenzi na Dae-hyun. Jo-sun anashangazwa na taarifa hiyo. Baada ya mkutano wa marafiki kumalizika, Dae-hyun anarudi dukani. Yoo-jung anagundua kuwa uso wake una huzuni na anajaribu kujua kinachomsumbua, lakini Dae-hyun hasemi chochote. Anaingia dukani na kununua bia kadhaa kutoka kwenye duka lake mwenyewe. Yoo-jung anamwambia kwa furaha kuwa ameikamilisha changamoto aliyopewa, kwa kuwa jumla ya wateja 204 walifika dukani siku hiyo. Hata hivyo, Dae-hyun anaondoka bila hata kuonyesha kuwa amesikia taarifa hiyo, jambo linalomfanya Yoo-jung ajisikie huzuni kidogo. Baadaye jioni, Yeonju anamwalika Dae-hyun wakutane. Wanaenda kula chakula cha jioni kwenye mgahawa. Wakati wa chakula hicho, Yeonju anaamua kumweleza ukweli wote kuhusu Jo-sun, akieleza kuwa walikula pamoja na familia yake katika sherehe ya siku ya kuzaliwa ya baba yake, wakanywa divai pamoja, na kwamba yeye na Jo-sun wamekuwa marafiki tangu utotoni. Baada ya kusikia maelezo hayo, Dae-hyun anahisi kutulia kidogo kwa sababu anaelewa hali ilivyokuwa. Yeonju pia anaeleza kuwa alitambua kuwa Dae-hyun angeumia sana kama angemwona Jo-sun akiwa karibu na wazazi wake bila maelezo yoyote. Dae-hyun anahakikisha kuwa ana imani kamili kwake. Baada ya kutoka kwenye mgahawa, wanapokuwa njiani, Dae-hyun anaona baa mpya imefunguliwa na anaamua kumpeleka Yeonju kunywa kinywaji kidogo. Wakati huo huo, Yoo-jung naye anaingia kwenye baa hiyo hiyo akiwa na rafiki zake kwa ajili ya kunywa. Dakika chache baadaye, wasichana kadhaa wadogo wanafika kwenye baa hiyo, lakini wanazuiwa kuingia kwa sababu hawajafikisha umri unaoruhusiwa. Wasichana hao wanaanza kubishana na wafanyakazi wa baa. Katika hali hiyo, Yeonju anahitaji kwenda chooni, lakini wasichana hao wanaziba njia. Yeonju anawasukuma kidogo ili apite aingie chooni, kitendo ambacho kinawakwaza wasichana hao. Kwa hasira, wanamfuata Yeonju hadi chooni. Wasichana wawili wanabaki nje wakizuia mtu yoyote asiingie, huku msichana mmoja akiingia ndani na kuanza kumtishia Yeonju na kumdai pesa. Wakati huo huo, Yoo-jung naye anaelekea chooni, lakini anazuiwa na wale wasichana, hali inayomfanya akasirike. Kwa hasira, Yoo-jung anaanza kuwapiga wasichana hao, kisha anaingia ndani ya choo. Yeonju anapata nafasi ya kutuma ujumbe wa dharura kwa Dae-hyun. Wakati vurugu zinaendelea, Dae-hyun anawasili eneo la choo. Akiwa na haraka kwa sababu Yeonju alikuwa na tatizo, anamsukuma Yoo-jung bila kutambua kuwa ni yeye. Yoo-jung anaposimama, yeye na Dae-hyun wanashangaa sana kutambua kuwa wamekutana uso kwa uso. Dae-hyun anaeleza kuwa Yoo-jung ni mfanyakazi wa muda katika duka lake, na hapo Yoo-jung anatambua kuwa Yeonju ndiye mpenzi wa Dae-hyun. Wote watatu wanabaki wamesimama kwa mshangao wakitazamana. Hali inakuwa mbaya zaidi pale Yeonju anapojifanya kuwa mgonjwa ili kuonekana kama amedhuriwa. Dae-hyun anaanza kumkasirikia Yoo-jung na kumlaumu kwa vurugu zilizotokea. Yoo-jung anajaribu kujitetea na kueleza kuwa alikuwa akimsaidia Yeonju, lakini Yeonju anakanusha na kudokeza kuwa huenda Yoo-jung alikuwa akishirikiana na wale wasichana waliomsumbua. Yoo-jung anakasirika sana kwa lawama hizo, kwa kuwa alihatarisha mwenyewe kumsaidia. Dae-hyun akiwa amechanganyikiwa na mwenye hasira, anamlaumu Yoo-jung kwa kupigana ndani ya baa, ilhali alisema ana shughuli za kifamilia siku hiyo. Anaonyesha kusikitishwa kwake, kisha anamchukua Yeonju na kuondoka, jambo linalomwacha Yoo-jung akiwa na hasira na maumivu ya moyo. Baadaye, Dae-hyun anamsindikiza Yeonju kurudi nyumbani. Njiani, Yeonju anamtaka Dae-hyun amfukuze Yoo-jung kazini, akidai kuwa msichana anayepigana hafai kufanya kazi dukani. Dae-hyun anakataa kufanya hivyo kwa sababu alimwahidi Yoo-jung kuwa angebaki na kazi hiyo. Kauli hiyo inamkasirisha Yeonju zaidi, naye anaondoka akiwa amekasirika. Kwa upande mwingine, Yoo-jung anaendelea kunywa na marafiki zake na anawaeleza yote yaliyomtokea.
Wakati huo, kijana mmoja anamkaribia na kumtambua. Anapovua barakoa yake, anajitambulisha kuwa ni Ji-wook. Marafiki wa Yoo-jung wanashangazwa sana kwa sababu Ji-wook ni mtu maarufu. Awali Yoo-jung hamkumbuki, lakini anapokumbushwa kuwa baba yake ndiye aliyekuwa akimfundisha, anakumbuka kuwa huyo ndiye kijana aliyekuwa akimuita kwa jina la utani la Papi akiwa mdogo. Kwa furaha, Yoo-jung anamvuta mashavu Ji-wook na kushangaa jinsi alivyokuwa, jambo linaloacha marafiki zake wakitazama kwa mshangao mkubwa. Katika tukio linalofuata, Dalshik anakaa dukani wakati Daehyun anapofika kukagua mauzo ya siku hiyo. Siku hiyo faida ni ndogo kwa sababu Yoo-jung hakuwepo dukani. Dalshik anachukua nafasi hiyo kumweleza Daehyun kuwa siku chache zilizopita alimwona Yoo-jung akiwapiga wanaume fulani. Ili kuthibitisha anachosema, Dalshik anamwonyesha Daehyun video aliyorekodi. Baada ya kuona na kusikia yote hayo, Daehyun anajisikia vibaya sana na anakasirika. Katika tukio linalofuata, Yeonju anaonekana akiwa na hali mbaya ya moyo. Ghafla anapigiwa simu na Daehyun ambaye anamwambia kuwa hivi karibuni atamfukuza Yoo-jung kazi dukani. Habari hiyo inamfurahisha Yeonju na hali yake ya moyo inabadilika kuwa nzuri. Sehemu ya pili, acha tuishie hapa. Natumai unataka kufahamu kama kweli Daehyun ataweza kumfukuza kazi Yoo-jung au la. Nikuombe tukutane katika sehemu ya 3 ya series hii ya kusisimua ili kufahamu mengi zaidi. Pia hakikisha una subscribe channel hii ya Mr. D Swahili Movie, una like, kushare na kutoa maoni ili usipitwe na mwendelezo pamoja na video mpya.